zile tambo. Yani imagine kwenye page ya JKT wameenda kumposti kocha wa Yanga. Wanaambia alichozungumza kocha hata sisi pia tumekisikia. Jana wamekufa chuma 4-0 Miraji. Hebu nikupe mic uwazungumzie kidogo JKT. Ndugu zako wale. JKT utimamu wa kimwili ndio kitu namba 1 kilichowaponza. Yani ngoja, utimamu wa kimwili vipi? JKT. Unajua JKT ukiangalia michezo yao miwili ukiacha wajana watatu. Ndio. Wana utimamu mzuri sana wa kimwili. Sasa uliwaponzaje? Sasa yani... Yanga sio wamejua kabisa tunaenda kucheza na timu ambayo ipo tayari. Ndio. Kwa hiyo Yanga wakajiandaa zaidi ya JKT. Wewe angalia ile mechi ambayo waliocheza na TRA. Ndio. Unaelewa? Alafu angalia mchezo wao wa pili walienda kucheza, wameenda kupoteza na Polisi. Ndio. Wana makosa madogo madogo ndio wanaadhibiwa, lakini ukija kuangalia kwenye utimamu wa kimwili JKT wapo vizuri sana. Ndio. Unaelewa? Ndio. Ukiangalia tanki la kutosha kukimbia katika sehemu mbalimbali. Unaelewa? Wanafika maeneo. Sasa kile kitu ndio kitu ambacho kimewaponza jana. Ndio. Kwa hiyo Yanga wamejua ubora wa JKT upo wapi. Na unajua Chagamba, subiri nikwambie kitu kimoja. Yaani Miraji hapa ubora wa JKT upo kwenye mapambano, alafu Yanga wamewapiga kwenye hayo mapambano. Yaani Yanga wameenda kuongeza mapambano. Yaani kajiandaa zaidi ya vile JKT. Yanga akamwona JKT ipo tayari ana 60%. Mimi naenda kupiga 120 kama Albert Mangwea. Acha wewe. Unajua subiri nikwambie kitu kimoja Chagamba. Unajua ukiwaona Yanga jinsi wanavyocheza. Yanga hawachezi kwa ajili ya kushinda tu. Nielewe vizuri hapa. Nakusikiliza. Na Mwamba anakusikiliza. Champion, mwite champion. Yuko na jezi kali. Mwanangu sana. Kama ya jana. La familia hiyo. Ndio. Ukisema umeisha. Tulia. Au tumtoe hapa maana hiyo unasema muda wote. Sasa akiondoka Mwamba na mimi ndo naondoka. Basi twende. Ukiangalia Yanga wanavyocheza. Yanga hawachezi kwa ajili ya kushinda tu Chagamba. Kwa nini unasema kwamba Yanga hawachezi kwa ajili ya kushinda? Malizia tu. Yanga hawachezi kwa ajili ya kushinda tu. Yanga hawachezi kwa ajili ya kushinda tu. Yaani ashinde mechi achukue pointi 3. Yanga hachezi hivyo. Anachezaje? Yanga ukimwangalia jinsi anavyocheza, anacheza kwa malengo makubwa sana ya ubingwa. Yaani kivipi? Safi sana. Yanga amecheza michezo 3. Ndio. Mchezo wa kwanza amecheza ugenini na Namungo. Mchezo wa pili amecheza nyumbani. Mchezo wa 3 Yanga amecheza nyumbani. Ndio. Ameruhusu goli 2, ameshinda goli 11. Si ndio? Michezo 3. Michezo 3 ana goli 11. Kwenye goli 11 ukitoa 2 Yanga anabaki na goli 9. Huo ni mtaji. Sio, unanielewa? Ndio, ukitoa matumizi unabaki na 9. Sasa ndo utanielewa vizuri. Yanga hachezi kwa ajili ya kushinda tu. Vipi? Yanga anacheza kwa malengo ya ubingwa na mahesabu makali sana ya ubingwa, kwa sababu Yanga amechukua misimu miwili ya ubingwa iliyofuatana. Nazungumzia mwaka juzi na mwaka jana. Yanga ameona mwaka juzi amechukua ubingwa kwa pointi hizi 4. Huo msimu juzi. Mwaka jana Yanga amechukua ubingwa kwa pointi hizi 2. Yanga anajua kabisa msimu huu inawezekana mimi nikachukua ubingwa kwa ajili ya magoli. Yani zimetoka 4 zikaja 2. Huenda ikawa pointi 0 hapa. Sasa ndio maana nikakwambia hivi, Yanga hachezi mechi kwa ajili ya kushinda tu. Anacheza kwa hesabu. Yanga anacheza kwa ajili ya hesabu. Yaani Yanga anacheza kwa tahadhari ya baadaye na kwa tahadhari ya kesho yake. Yaani baadaye, baada ya dakika 90, si ndio? Anaongelewa vipi? Umeona? Kesho yake ligi inavyoisha, nini alichokifanya, amekusanya kipi? Ndio maana Yanga hachezi kwa ajili ya kushinda tu. Ndio. Yanga anashinda, na huku kwenye kushinda anakuwa na mahesabu ya baadaye na kesho yake. Kwamba bwana linaweza likatokea lolote huko. Anahitaji kushinda sawa, kuchukua pointi 3, lakini anahitaji kushinda kuanzia goli 4-5. Hizi goli umeona kunisaidia mimi mbele kwa sababu kuna pointi 4, kuna pointi 2, hatujui msimu wa 3 itakuwaje. Umeona mahesabu haya? Umeona mahesabu? Sasa Yanga anacheza kwa malengo ya baadaye, anacheza kwa malengo ya kesho. Yaani unamuona Yanga anacheza kibingwa, ndio maana Yanga anakulazimisha ufanye makosa mengi, anatumia nafasi nyingi na anatengeneza nafasi nyingi. Ndio. Na ukija kuangalia na benchi la ufundi jipya, na ukija kuangalia kuna wachezaji wapya Chagamba wameingia moja kwa moja kwenye kikosi. Lakini wale wachezaji Chagamba jinsi wanavyocheza, unaona vile vile Chagamba wanacheza kwa mahesabu ya baadaye na kesho. Kama nani? Albert Kangwanda. Ndio unajiita. Na yule Mwamba hajawaka wananiita, sijajiita. Chagamba kuna vitu viwili hapo utofautishe. Kwamba sio kama unajiita Kangwanda. Wao ndio wanaokuita Kangwanda. Wanaambia
mara moja tulishai kukuita Waziri Junior Shentembo ukakubali. Sasa na Albert Kangwanda ukubali. Nitafanyaje? Ngoja, wanaokuita Waziri Junior ni mashabiki wa timu gani? Wa mnyama. Na wanaokuita Kangwanda hawa Yanga hawa. Nilijua tu. Ndio. Na msimu uliisha Bakari Nondo mwambie. Nitakwambia wa mnyama. Hapo hiyo ilikuwa badala ndio kaita hivi. Unaelewa? Sasa hivi wananiita Albert Kangwanda. Nambari 22 au Shashamani. Wananiita Shashamani. Wanakuita Shashamani. Na jana unakumbuka nilikwambia Chagamba? Shashamani leo atafunga. JKT akipigwa goli ndogo 2. Na leo Shashamani anafunga. Na hapo ulisemaje? Chanaelewa Chagamba. Hapo ndo Yanga Chagamba. Unajua Chagamba kabla tujaingia ndani ya dakika 90. Unajua Chagamba kuna kipindi fulani hivi Chagamba unakaa peke yako na ufikiria mpira. Unajiuliza, hivyo mbona hao mashabiki wenzangu hivyo huu mpira wanautazama kwa macho mawili, wanautazama kwa jicho moja, au wanautazama kwa kufumba macho yote? Hivyo Chagamba ni kweli Chagamba Ibrahim Dumbia Chagamba tumfananishe na Shashamani? Kwani Chagamba tunatumiaga akili? Chagamba 22-23 yule mfungaji bora Shashamani Champions League ndio umeona anafunga goli 6, Kaharaba anafunga goli 6. Hiyo Mamelodi Sundowns National Ahli hiyo ndio Shashamani huyo. Alafu unaenda kumfananisha na Dumbia Chagamba. Mimi nilikwambia swala la muda kwa Shashamani. Ukasema mnachelewesha mahakama. Tunachelewesha Chagamba tu, tunaisumbua tu mahakama, lakini adhabu ya kunyongwa ni ile tu. Itakuwepo tu. Tarehe tu zinaenda. Tarehe tu leo sijui mjumbe fulani hajasaini. Kwa hiyo mjumbe fulani leo sijui anauguliwa na mwanae, lakini wakifika wote wewe adhabu yako ni moja. Sawa, mimi tunaanza na goli la kwanza kabisa. La kwanza. Chagamba kabla goli la kwanza nikuchekea. Una nini tena? Mechi ilipoanza ukitaka kuamini kama Yanga alikuwa anacheza kwa malengo. Yaani zile dakika 3 za mwanzo JKT yaani dakika ya kwanza, dakika ya pili, dakika 3 Yanga alipiga takriban kona 4. Dakika ya kwanza hadi ya 3. Pia wajulikani wanakaba kwa staili gani. Wao wanatoa nje tu. Albert anakuja, Sheuseni anakuja, Zokwane, Chagamba na ule mwamba unaambiwa hajawaka. Sasa hapo unasema nini? Bado hajawaka. Usimsikilize. Si unaelewa? Sheuseni Zokwane anakuja, huko Albert Kangwanda anakuja. Ndio. Yaani winga zote za alafu hapa kati mwangalie Mudathiri, haya mwangalie Shashamani, mwangalie Duke Abuye. Chagamba. Yeni ukimwangalia hapa chini Max Zingeli unajiuliza, anacheza namba 6, anacheza namba 8, anacheza namba 10, anacheza namba 7, anacheza namba 11. Kote anapatikana. Max Zingeli karudi tena kanisani. Sasa hivi anaenda kanisani. Karudi tena. Kwa maana nakwambia. Karudi tena. Watu umeona kwanza ule wasi umeona pale kichwani anavyonyoa. Ule mnyoa kanisa ule. Omwani na. Kipindi kile msimu uliopita alipofunga zile nywele, alikopata Tigrabu alikuwa anakula misuko. Amiraji ni sasa kuna kasuka yule. Asubuhi alifumua. Yaani usiku asubuhi afumua. Kuna watu walimwacha. Mimi na wasiwasi micharaza alikuwa nayo. Unaona? Micharaza. Micharaza na kipande chake. Ukimkuta Dizonga huyo kameramani wako. Unaweza kusema Ibrahim Dumbia. Akishachukua meza. Ndio anapiga picha, hata anapenda kamera. Ndio maana ipo nyuma ya kamera. Mimi dakika 3 kona 4. Kama ndani dakika 3 JKT Chagamba wajui wanakaba kwa staili gani. Ndio. Yanga anahitaji goli la mapema. Yanga anahitaji kwenda kwenye malengo yake, sio kushinda mechi tu. Tunahitaji kushinda mechi na tunahitaji kwa goli nyingi, kwa sababu kuna pointi 4, kuna pointi 2, hatujui msimu huu itakuwaje. Timu inacheza kwenye malengo Chagamba ya ubingwa. Yanga anahitaji goli la mapema kumtoa kabisa kwenye shepu yake JKT. Chagamba, Yanga alipolipata lile goli la kwanza, si ndio? JKT sasa ndo. JKT ndani ya dakika 10 aliweza kuimeza pressure ya Yanga. 15 akameza. Sio ndio Chagamba? Na ukija kuangalia zile dakika 10 Chagamba, unaweza ukasemaje mpira tu ndio ulichelewa kuingia kwenye nyavu. Lakini muda wote kwa mbona, lakini ukija kuangalia Chagamba JKT ile nidhamu ya kukaba, walikuwa tu wana nidhamu ya wingi ya watu, lakini Yanga walikuwa wanamlazimisha kufanya makosa karibu sehemu ambayo hakuna makosa. Sijui unanielewa? Sehemu ambayo hakuna makosa Yanga alikuwa anamlazimisha JKT afanye makosa. Ndio.
Sijui unanielewa? Ukiangalia kwa Albert, ukiangalia kwa Sheuseni, alafu mwangalie Max Zingeli anavyoenda kumpa utulivu Duke Abuye, anavyoenda kumpa utulivu Mudathiri haya, kwa sababu anawaruhusu waende. Ukimwangalia Mudathiri haya namba 10 ni nyumbani. Duke Abuye namba 10 ni nyumbani. Max Zingeli namba zote za mbele anacheza, lakini kipindi anawaruhusu anakuwa nyuma yake. Maana yake anaenda kwa utulivu kwenye balance ya kukaba. Umeona? Max anajifanya Aucho siku hizi. So Aucho zaidi ya Aucho, kwa sababu Max Zingeli anakuofa kwenye kukaba. Max Zingeli anakuofa kwenye kuendesha timu. Na Max Zingeli anakuofa kwenye kukaba kwenye speed. Na Max Zingeli anakuofa kwenye kukaba, kwenye kushambulia vile vile kwenye. Mbona kila kitu anakubali? Sana mpira si mchezo wa wazi. Mbona anacheza zaidi ya Aucho? Unajua kwa nini anacheza zaidi ya Aucho? Max Zingeli ana misimu mingapi Yanga? Kama sikoseni 4. Msimu wa 4. Hadi Aucho kaka misimu mingapi Yanga? Mitatu. Wanasema mitatu. Kipindi Alidi Aucho yupo na Max yupo, Max alikuwa anakaa benchi. Alikuwa akai benchi. Alikuwa anacheza zaidi ya Aucho. Tuendelee. Haya, goli la kwanza kabisa linapata. Mimi mbona kama Miraji unanichelewesha? Na kuchelewesha kwenye goli la kwanza Chagamba si mwanamume asiochoka, angalau utulivu alofanya ile pasi kapiga kama Ronaldinho Gaucho. Uliona ile pasi alopiga Duke Abuye? Niliona. Anaenda kumpa shati ya kiboka. Yaani Duke Abuye kipindi ambacho anapokea ule mpira, muangalie uso wake ulikuwa unatazama wapi? Alikuwa anamwangalia Diarra. Alikuwa anatazama kwao. Wewe mpira unaangaliaje? Hii TV yani omboi kwako lakini uangalie vizuri. Au nipagawa. Na kweli wakati anatoa pasi alikuwa anaangalia nyuma. Sijui. Hapa hata mimi mwenyewe nakubaliana. Sijui. Miraji mbona anataka kuchanganya. Kile Chagamba kwamba Duke alikuwa anaangalia goli kwa Diarra. Ule mpira anaupokea na muangalia Diarra. Sijui unanielewa. Lile goli la kwanza au la pili? La kwanza. Kwani goli la kwanza akafunga nani? La pili ilikuwa la nini? La kwanza. La kwanza akafunga nani? Sasa pasi kapiga nani? Kapiga Boka. Sasa angalia ule mpira, angalia mpira Duke Abuye kipindi anauchukua, anaenda kumruhusu Boka aende. Kwamba nakupa hiyo. Duke Abuye anapokea mpira anamwangalia Diarra. Umeona JKT wakaona kabisa huyu Duke Abuye atakuwa anamsubiri mtu ambaye anayekuja. Wakaenda kuweka ngome yao ambayo anaona ipo salama. Duke Abuye mpira aliupitisha hapa kumruhusu Shata Kiboka. Mwangalie Shata Kiboka kipindi ambacho anakimbia Chagamba, ni jambo ambalo limefanywa mazoezi kwenye uwanja wa mazoezi. Yaani yale ni maisha ya mazoezi. Maisha mazoezi kwa sababu Chagamba kipindi ambacho Duke Abuye anapokea ile mali. Duke Abuye Chagamba anamwangalia Diarra. Umeona? Sasa kwa akili haraka JKT wakajua huyu anamsubiri mtu ambaye anayekuja. Maana yake akechumba yeye ndo ageuke akaombe ndani. Maana yake sitakuwa salama, atafanya vitendo viwili. Duke Abuye kafanya kitendo hiki kimoja. Kapiga pasi ya ndani hapa. Shata Kiboka anakwenda. Yaani Shata Kiboka jinsi alivyokuwa anakwenda, alijua kabisa Duke Abuye pale lazima afanye jambo. Inapigwa pasi ya ndani. Mwangalie Shata Kiboka kwenye utulivu. Alipiga mashine balaa. Sasa Chagamba pale unasubiri nini? Ukagonga msumari ukarudi tena. Manga Albert Kangwanda alichokifanya Chagamba. Mimi sirudi hicho. Angalia alichokifanya Albert Kangwanda. Unaweza ukasema Ronaldinho Gaucho mbele ya Chelsea kama anakatika kiuno. Chagamba ulishuhudia ile game ile? John Terry kama anataka kwenda vile Ronaldinho Gaucho anakatika. Nimeiona hii. Uliiona YouTube lakini ulikuwa bado dogo. Sawa, nimekubali. Unaelewa? Albert Kangwanda anafanya utulivu kwa sababu Chagamba anajua kabisa ile mipira kama hujafanya utulivu Chagamba unaweza ukakosa lile goli. Albert Kangwanda ule mpira anautuliza, umeona? Anapotuliza anaangalia anaenda kupiga engo gani. Umeona? Anapeleka sehemu ambayo ilikuwa salama. Yanga anachukua mpira wanaleta kati. Chagamba kama unahitaji kushinda mechi hapo mechi ushamaliza. Kwa sababu wale wanakaza watatoka. Lakini Yanga wanahitaji kushinda mechi huko akiwa na malengo ya ubingwa. Malengo ya ubingwa Chagamba yale yalikuwa salama kwa kila maeneo. Sijui unanielewa? Walikuwa salama kwa kila maeneo. Hayo ndio malengo ya ubingwa. Hayo ndio malengo ya ubingwa. Unakuwa salama kwa kila maeneo. Unakuwa salama kwenye kuruhusu goli, unakuwa salama kwenye kufunga goli, unakuwa salama kwa kushinda kwa kila ina mchezo bila kumsikilizia mwenzako. Sawa, goli la pili sasa hiyo. Angalia ule msumari wa pili sasa Chagamba. Sasa ndo nataka unieleweshe vizuri. Kuna kitu wao unakiongea jana ndo nimekiona Umekiona? Chagamba ile faulo kipindi ambacho anaipiga Albert Kangwanda. Mwangalie Duke Abuye. Chagamba jana najua Duke Abuye, mimi nashangaa kwa nini akupewa man of the match. Yaani hata mimi mwenyewe najiuliza. Man of the match tunaangalia assist, man of the match tunaangalia goli. Lakini atuangalie Chagamba, mpishi ambaye Chagamba anaunganisha timu kwenye matukio yote. Duke Abuye jana Chagamba mimi ndo ningempa man of the match. Kwa sababu kaenda kufanya matukio Chagamba, yani matukio wanafanya kina George Yagi huko Maulaya huko. Wanafanya kina Gavi Maulaya huko. Wanafanya kina Bruno Fernandes Ulaya. Duke Abuye anaenda kufanya ipo Afrika hapa Chagamba. Albert Kangwanda kipindi ambacho mpira na upitisha ndani, mwangalie Duke Abuye.
Duke Abuye ile mpira mwanangu Chagamba anaupeleka kushoto afu anaangalia kulia tena kwa Diala. Hiyo sawa. Hiyo nakubali. Ile ya kwanza ulitupa. Hapo umefurahi. Ile ya kwanza ulikuwa Chagamba kuna kitu ambacho unachofurahi kama nikizungumzia Yanga. Kwanza alikuwa anachanganya hata mimi wali nichanganya. Hii ya pili kama unafurahi wewe. Sijui unaelewa Chagamba. Angalia utulivu alofanya Duke Abuye. Ndio. Unaelewa? Duke Abuye Chagamba ule mpira anaupiga chopu. Inanyanyuliwa hivi. Inanyanyuka. Muangalie sasa Zokwane. Che huyo. Ana msikiti Komoro Stars yule. Kweli. Wewe Chagamba yule unajua Chagamba sasa hivi Yanga na dawa nyingi ujue. Wana mchungaji. Huyu mume. Yupo bure. Ndio. Wana shehe. Ndio. Wana padri mule. Wana mganga wa kienyeji. Alafu mule wana mganga wa kienyeji. Wewe mechi unashindaje? Tuna imamu pia. Imamu si ndio shehe mwenyewe upande ule. Upande ule. Wana baraza la maulama mule ndani. Maulama tena yule. Wapo. Wasi wakina Ibrahim Baka. Ndio. Baraza la maulama wale. Goli. Sio unaelewa? Muangalia alichokifanya Zokwane Chagamba. Zokwane anaipokea pasi kutoka kwa Duke Abuye, alafu angalia alichokifanya Zokwane. Kwanza anaanza kunyanyua uso wake. Ndani nani kaingia? Na umpira ni upitishe chini au ni upitishe juu? Chagamba, na kama unaupitisha chini uende kwa spidi gani, ukaenda juu kwa spidi gani? Anamkuta mwanamume kashaenda juu. Alafu Ibrahim Baka kuruka ndio issue zake. Wewe Chagamba, wewe polisi gani au mwanajeshi gani asiyojua kuruka? Unaweza kuruka. Wewe leo umepitia mafunzo. Agenti gani? Yule mwanamume anaenda juu anasimama kama dakika 7 hivi. Sasa hiyo ndio nilikuwa naisubiria hiyo. Kwamba alisubiri muda gani pale. Mimi akati anapigiwa amekuta uko pale. Dakika 7. Kwa aliletea akiwepo juu. Alikuwa juu dakika 7. Ndio maana ule mpira Sheikh Hussein alishindwa kupitisha chini kwa sababu anamuona akasimama hivi. Unajua kipindi hicho Chagamba Ibrahim Baka anasimama pasi juu hajafika hata Zokwane. Kwa maana yake mdogo. Yaani pasi ipo kwa Albert Kangwanda inakwenda kwa Duke Abuye. Unasielewa? Ibrahim Baka kashasimama hivi. Anasubiria. Ndio maana alichokifanya Sheikh Hussein ule mpira aliupiga umejaa. Yaani ule mpira ndio umefuata kichwa. Sio kichwa kufuata mpira. Yaani ule mwamba alikaa hivi tuchume imegonga hapa moja kwa moja ndani. Chagamba ule mgoli walitia huruma. Ule mgoli mimi mwenyewe nilipagawa. Kwanza zilipigwa pasi za haraka. Sasa Chagamba ile tukio na kuniambia ndio limefanyika kwenye uwanja wa mechi tu. Itakuwa hata mazoezi ndio maisha yake. Alafu mbona umwamba jana kama umwangalia muda wote kwa kwenye box? Center back ndote kwenye box. Chagamba kitu kingine Yanga alichomuini JKT. Yanga kaenda kumzidi JKT kwa kila mapambano. Cha kwanza alijua kabisa JKT ana utimamu wa kimwili, lakini timu yake bado haijaunganika. Haya mapambano utimamu wa kimwili Chagamba anaweza akaja kutoa mechi ya ushindani kwa sababu ukishakuwa na utimamu wa kimwili mwenzako akiwa chini Chagamba ukiwa unashinda kwa kila mapambano Chagamba una asilimia kubwa mchezo kushinda kwa sababu unaweza Chagamba ukawa na mchezaji mmoja kwenda kuamua mechi. JKT wanao wakinapopita si ndio? Wanao uwezo wa kuamua mechi. Sasa ukiwa una utimamu wa kimwili hata kama timu yako Chagamba haichezi kitimu si ndio? Lakini Chagamba ukiwa na waini kwenye mapambano Chagamba unaweza kuamua mechi kupitia mchezaji mmoja kwenye uwezo binafsi. Sasa Yanga hilo lilijua. Sasa tunaenda kumuini vipi? Cha kwanza sisi tuwe timamu zaidi yake yeye. Kwa sababu sisi tunahakikisha kila anapomiliki mpira apigi pasi 3. Tushachukua. Na tukishachukua tunampa wakati mgumu asifuke mstari wa ndani. Na akifuka mstari wa ndani ule wakati tunahakikisha na idadi ndogo ya ushambuliaji. Mwangalie Popita alivyokuepo. Akienda kushoto anajikuta yupo peke yake. Akienda kulia yupo peke yake. Akisogea ndani zaidi anajikuta yupo peke yake. Alafu sasa Yanga angalia watu wanaoanza. Max anaanza. Sijui naelewa Shada Kiboka anaanza. Mbona maana yake kama unatokea kushoto, ukija huku kulia unamkuta ya ujeshi, anarudi kwenye utimamu wake ule Chagamba. Mimi nakwambia kitu kimoja Chagamba. Katika kitu Yanga walifanya kutumia akili nyingi au walitumia busara au walitumia kusemaje Chagamba, yani Mwenyezi Mungu anasema yule mwenye subira mara nyingi Chagamba anafaulu. Yanga walifanya subira kwa jeshi yao. Sisi ile Chagamba tusingeweza. Unyamani kwa mambo yenu. Yaani mwaka 1.5 tunakulipa mshahara tu. Alafu hata ukirudi hatujui kama utatupa. Sisi ile red card. Sumona Bajabi. Kwa heri. Umesahau. Alafu kijana yuko wapi? Starboy umemsahau. Hata sielewi tutamuuliza magoli. Sawa Sio unaelewa? Mwangalie ya ujeshi Chagamba anapovuka mistari kwenye boost. Anaenda kumrahisishia kazi Albert Kangwanda. Anaenda kumpa ile mipira ambayo yeye anaitaka Albert Kangwanda. Kama ipo ndani ya ujeshi anaenda kumpa kwenye utulivu. Kama ipo pembeni ya ujeshi anaenda kumpa kwenye utulivu. Anakupa kwenye kushambulia, anakupa kwenye kukaba. Alafu kija kuangalia Chagamba anavyoanza ndio hivyo anavyomaliza. Ya ujeshi. Ndio maana jana ameokota. Uliona kuna moja imepokelewa kwa. Yaani sasa hivi Yanga wakicheza man of the match tulize akili. Ukae utulie kweli. Ipo siku utakuja kumpa Diala, alafu Diala hajataka mpira mmoja.
ushavurugwa. Maana wandani wote washafanya ya kwao. Yaani wale wamba Chagamba, mimi nakwambia kitu kimoja Chagamba, wale wamba unajua anacheza kibingwa unajua wewe. Wana mahesabu makubwa sana kichwani ya kibingwa. Wale washindi mechi tu. Wanashinda mechi wakiwa na idadi ya ubingwa, wakiwa na mahesabu ya ubingwa. Mimi nakukumbusha kitu kimoja Chagamba, unajua Chagamba hivi vitu unaweza ukaviongea watu wakajiuliza mara moja kwa nini unaongea sana hivi kwa Yanga. Turudi nyuma. Sawa. Tunacheza mechi na Pamba pale CCM Kirumba Mwanza. Mchezo baada ya kumalizika anaenda kufanywa interview msemaji wetu. Msemaji wetu katika ile interview kaongea vitu vingi, lakini katika vitu vikubwa sana. Mbona aliongea hivi? Viwili. Kwanza alienda kuongea nidhamu ya kadi nyekundu. Akasema kabisa benchi la ufundi, mbona litafanya kazi kubwa sana kwenye uwanja wa mazoezi na vyumba vya kubadilishia nguo kwenda kuwakumbusha wachezaji majukumu yao. Cha pili alienda kuzungumzia swala la kutumia nafasi. Chagamba, ukiangalia ile mechi ya Pamba Chagamba, uwezekano mkubwa sana ulikuwepo sisi mechi kuimaliza kipindi cha kwanza hata kwa goli 3 goli 4. Ndio kipindi cha kwanza tu. Ndio. Sasa Chagamba ukija kuangalia hesabu nyingine, Chagamba sisi tunashinda mechi. Mbona tunashinda mechi, hatushindi mechi tukiwa tuna mahesabu ya kibingwa. Kama inawezekana msimu huu bingwa akachaguliwa kwa wingi wa magoli. Ndio maana Mediali anaenda kusisitiza. Mbona swala la kutumia nafasi alisisitiza. Ndio. Lakini leo hii mara moja nikaenda kusisitiza, tafsiri zinakuwa tofauti. Tutoke huko twende kwenye. Sasa ndio tunarudi pale Chagamba. Nenda kaangalie goli la 3. Kabla hujaenda kwenye goli la 3 nakukumbusha. Sergeant Ibrahim Baka msimu uliopita alisema malengo yake ni kugombania kiatu cha mfungaji bora. Zile ndoto zikauawa mapema, zimeanza tena. Chagamba inawezekana unajua. Yaani enda akachukua kiatu. Inawezekana. Kwani Chagamba mara ngapi hapa kwetu Chagamba? Mara ngapi Chagamba hapa tunakuwa na maseka wazuri lakini mfungaji bora anakuwa kiungo mchezeshaji. Sasa sio beki sasa. Sasa Chagamba kama ikitoka kiungo mchezeshaji anaofuata ni nani? Ukirudi nyuma. Ukirudi nyuma. Subiri. Umetoka kwenye kiungo mchezeshaji. Chagamba msimu wangapi? Msimu wangapi Chagamba? Kama 3 kama. Sasa hatutoi striker. Toka aondoke Fisto Mayele, si ndio? Na Saido. Haya Chagamba msimu gani na Chagamba ulofa? Saido mwenyewe si mlimtengeneza? Mechi moja akatupia chuma 5 si 4. Ndio ilikuwa faraja yetu ile. Zaidi ya ile ilikuwa kuna nini tena kipindi kile? Ndio. Zaidi ya ile ilikuwa kuna nini sasa Chagamba? Nenda kamwangalia Albert Kangwanda kwenye faulo zake. Yule mwamba alitaka kufunga goli la msimu kipindi cha pili. Huyu mbona kama vipi? Hatari. Yaani Chagamba wale ndo wachezaji ambao Chagamba sisi tunahitaji waje kwenye ligi yetu. Wale Chagamba ndo wanaenda kuongeza ubora kwenye ligi yetu. Mchezaji unamchukua national team anacheza, kwenye klabu yake alikuwa anacheza, na anapokuja kwako wewe Chagamba anacheza, unaweza kusemaje na misimu miwili ligi ya ndani hapa anaijua. Kipindi cha pili ataka kufunga goli bora la msimu ilikuwa kuna goli kichuya. Chalamanda anaenda kuichezea hapo, umesahau. Chalamanda kawa hapa. Hawa kina Michalazo wangeka mabango wale. Unajua Yanga wanatafuta goli kali tuweke mabango. Na washaandaa. Na wanajua ipo. Na wanajua ipo. Kama soko Albert Kangwanda, Zokwane au Shashamani. Na wanahitaji watu wawili tu. Wanahitaji Shashamani au Selemani Mwalimu. Tusilale. Afu ndio itauma hii. Nakwambiaje? Wanahitaji wachezaji hao wawili. Shashamani au Selemani Mwalimu. Ndio. Yaani Chagamba likipigwa goli lolote kali, bango linaanzia. Wazee kwenye kupromote chao. Wala sio shida zao. Wala sio shida zao. Mimi nakwambia sasa hivi utasikia ngamia anachinjwa pale. Wale sherehe kama wazalamu vile na ngoma. Maisha yao. Lile kwa goli lile. Ile Chalamanda angesema wewe angalia ule goli wa 3 Chagamba ule mfaulo. Unaweza ukasema Chagamba Yanga kama vile washamaliza idadi, mpira unatoka wenyewe nje. Alafu ndo kawaida goli la 3. Mangae Shatra Kiboka kwenye utulivu wake Chagamba. Mimi nakwambia ukweli Chagamba. Mimi nakwambia ukweli Chagamba. Yaani Yanga kitu ambacho alichopata faida kubwa sana. Cha kwanza kumuongeza kocha wa viungo. Wameona kabisa. Yule kocha wao wa viungo msimu ulioisha alikuwa jitoshelezi. Yaani Yanga wanaongeza, sisi tunapunguza. Ngoja mrudia tena. Yanga anaongeza, sisi tunapunguza. Ndio. Si ndio? Sisi tumempunguza Shafi, tumempeleka Simba Queens. Si ndio? Yanga wameenda kumchukua mwingine, wameenda kuongeza. Angalia Yanga walivyokuwa na utimamu wa kimwili. Wanaoanza na wale ambao wanaingia. Mimi nakwambia ukweli Chagamba. Yanga wasingekuwa na utimamu wa kimwili. Ile mechi ya jana walikuwa wanashinda papatu kabisa. Kwa JKT. Mimi nakwambia ukweli Chagamba. JKT Chagamba hakikuini kwenye utimamu wa kimwili. Umekwisha. Na JKT ndio sila yao. Atakupa mechi ambayo hujawahi kuiona.
JKT Chagamba jana umeona wadhaifu kwa sababu wamezidiwa. Na wamezidiwa kwa sababu Yanga wamewasoma sana JKT kuliko JKT kuwasoma Yanga. Kwa sababu Yanga hawajui 90% JKT, lakini JKT wanawajua Yanga zaidi ya 100%. Kila siku wanamwangalia. Lakini Yanga mechi ile kamfuatilia JKT zaidi kuliko JKT kumfuatilia Yanga. Kaenda kumfuatilia utimamu wa kimwili, kaenda kumfuatilia style ya uchezaji wake. Yanga anaenda kuweka msumali wa 3, mechi imeisha. Haijaisha bado. Mechi imeisha kipindi cha kwanza pale kuna nini? JKT zile dakika 2 wako wanaona kama 8. Zile za nyongeza. Wanaona atapigwa msumali wa 4 huu. Wanatamani kwenda kubadilisha nguo kule. Yaani mtu kapigwa 3 analala yeye chini anaomba maji. Kapigwa 3. Chalamanda kila muda analalamika anasema paja linauma. Yaani speed kati upata afadhali. Kwa sababu ukimwangalia Shanta Kiboko anajiuliza, huyu namba 9 au full back? Goli la 3 kama uliangalia, mabeki wa Yanga wote walikuwa pale mbele. Walikuwa wafanya nini? Wote walikuwa mbele pale. Sasa si mpira wa kutenga ule. Ndio akakae wote, yani mabeki. Pale Chagamba lazima uwe striker. Mpira wa kutenga Chagamba kila mtu mfungaji. Yaani yoyote anaingia kwenye boksi. Mpira wa kutenga ni mfungaji. Na yoyote anaingia kwenye boksi akiwa anazuia, huyo ni muokoaji, huyo kashakuwa Chema Aloni Fondo. Ndio. Sasa mpira wa kutenga mkifungwa mnalaumiwa wote. Mpira wa kutenga kama mjafunga vile vile mnalaumiwa wote kwa sababu nyinyi yote ni mastreka. Sawa sawa. Na kama mnazuia nyinyi yote ni mabeki. Ndio maana ukija kuangalia kwenye hii mipira miwili, Yanga wamepata faida kubwa sana. Alafu Chagamba usijisaulishe. Yanga ujue wana kocha ujue mipira ile, ndio maana ile magoli ya mipira ya juu. Mipira kutenga. Yaani faulo hii tunatakiwa tushambulie hivi. Na kila kijaribu vile ndio maana nikakwambiaje Chagamba haya magoli mawili ukija kuangalia Yanga wameyafanya kazi kwenye uwanja wa mazoezi. Sasa Miraji, kwa sababu kocha wa staili ile Yanga wanaye. Sasa wewe Yanga akikufunga goli ambalo la mpira kutenga wewe unastuka nini? Wakati kuna mtu analipwa mshahara pale mwenye kazi zake. Wewe afundishe angalia faulu aliyopiga Albert Kangwanda. Chagamba ule mguu wa kushoto magician ule. Albert Kangwanda. Ule mpira Chagamba unaweza ukasema Chagamba kama mshale unakata kona vile. Yaani oya tena Shanta Kiboko Chagamba kaenda kupiga kwenye zile 6 zile. Na ule utoro mwanangu anaenda kukandamiza hivi. Chalamanda yeye na mpira kwenye wote ndani. Ule mpira ulijaa sana Chagamba. Yaani pale ukiubaka Yanga anaenda kuimaliza mechi pointi 3 goli 3, lakini Yanga anasemaje? Tuna kipindi cha pili. Yanga anarudi kipindi cha pili anamwachia mpira JKT. Nidhamu ya mpira, ukubwa, ukomavu. Sasa mimi wa Mankoba. Sasa mimi nilijua kabisa. Ule ukomavu wa Mankoba. Tunarudi kipindi cha pili, huu tayari kashakuwa na hasira. Tukiendelea kumiliki sisi mpira, inawezekana akaja kutudhuru. Tuna michezo mingi. Subiri tumuone kwanza ataingia kwa staili gani. Unaona? Na Mankoba alitumia akili nyingi baada ya kuona Ahmad Ally kwenda kufanya zile sabu. Subiri nimwangalie anaingia na staili gani. Akamwachia mpira, akaona anahitaji kukamata kati, haina shida. Subiri mimi nafungua booster pembeni. Wewe. Akamwambia sasa Albert Kangwanda, Max Zingweli haya tembeni hapo kati. Tembeni bwana. Kwanza goli zishatosha. JKT pale ndani Chagamba alikuwa apigi pasi nne. Yaani jana Yanga angekuwa mkatili zaidi. Angepiga hata goli 8. Asingeheshimu mamlaka ya jeshi. Wale wako nakufa nane. Kwa pale ni kuheshimu mamlaka ya jeshi. Wameheshimu ngao. Nikukumbushe tu Miraji. Kuna kipindi ngao hizo heshimu unajua ile na kulinda ile. Miraji. Wanalinda maliza Yanga. Ikaja goli bora la mechi. Goli la Shashaman. Wewe Chagamba. Mchezaji mnayemfananisha na Dumbia. Lile goli alishakupiga Van Nistelrooy mechi moja ilikuwa ngumu sana. Manchester United tunacheza na Brighton hiyo. Tunacheza na Brighton. Yaani Chagamba waliwaka Old Trafford hiyo. Sijui na nyumbani ugenini. Rudi Van Nistelrooy hiyo Chagamba alikuwa majeraha. Yaani ile mechi anaweza akacheza anaweza asicheze. Yaani Chagamba akaikwa sabu kwa sababu ya kuzugazuga tu. Babu kashaona mechi ngumu yaenda kumuingiza Rudi Van Nistelrooy. Chagamba mpira wake kwanza kama Shashamani ile jana ile. Alipita kama kipanga. Mali imeingia. Wewe unatujua sisi Manchester United kipindi kwa kuna David Beckham mtungi anakupigia hata kiwa sento kule. Alipita kama kipa. Unajua Chagamba mimi, yaani unajua Chagamba ukiliangalia lile goli alilopiga Shashamani. Yaani wewe unajiuliza, watu wanaomfanisha Dumbia na Shashamani, Chagamba wanatumia akili gani? Hapa sasa au shabiki. Sasa shabiki bila. Wanatumia akili gani? Yaani ngoja hii ameaje? Au na unajiuliza wanafuta hewa hii inaofuta mimi? Au wao na hewa yao special? Kwa sababu unajua kuna hewa special, unajua? Kuna hewa za kutengeneza. Sawa. Yaani unasijua ngoja. Zinakuwa zina moshi. Kuna watu inawezekana wanamfananisha kabisa Dumbia na sasa. Na ziko serious kabisa. Mmepigwa. Mimi nikakwambia yule swala la muda. Sisi Chagamba tunachelewesha hukumu tu, lakini kifo kipo pale pale. Chagamba 22 23 yule mfungaji bora Champions League anafunga goli 6.
Shashamani unaenda kumfananisha na Dumbia. Chagamba si ukukosea mpira heshima. Chagamba si matusi hadharani hayo. Ukukana mpira. Dumbia mfananisha na Miraji mara moja. Tego vara moja wa mataifa. Rekodi zake za tipi Afrika ambazo zimempa mpaka kuna wengine tunarumba zao. Hajaziona ndo Dumbia. Dumbia sisi rekodi zake zingine tumeziona, wengine hatujaziona kwa sababu tunaikuwa YouTube. Tumeziona wapi? YouTube Dumbia hatari. Mimi Dumbia namkubali tu kwenye kupiga picha tu mwanangu. Mwanao anavyoshinda mashabiki. Anafly. Unaweza kusema kama katoka kupiga goli 3. Yaani nikaeje? Nikaje uaga Dumbia. Mimi sikutawavia. Dumbia wanakuchora. Wanatumia kama kichekesho hivi. Unajua Dumbia wale wote wanamuomba kupiga naye picha wanachora. Wale wao. Simba sije kumuondoa dirisha dogo bila kupiga picha na Mr Bean. Ili nipige naye. Ili kesho alikuwepo Dumbia huyu hapo, umeona huyu? Miraji lile goli. Naomba afunge hata goli moja kwanza nipate kuongea. Kwa sababu mimi ndio peke yake mtetezi wake kwenye maiki. Wengine wameshindwa. Wao wanangu mpaka jeshi langu KMC1 kashindwa kwa Dumbia. Kamtetea KU. Hata mwisho ikatupa taulo. Nilicheka. Amekuja kuulizaje? Hivi nani alimleta? Ile siku nilicheka sana nilipomwona Joshua. Kei kamtetea sana yeye Dumbia. Kamtetea Kei. Hata mwisho Kei katupa taulo. Zambia wazi. Siku bila chukua Zambia. Hii Zambia kujitakia. Kei katupa taulo. Ndio. Na ukimwona mpaka Kei katupa taulo. Unajua kitu kimeshindikana kweli. Iko kitu kimeshindikana kweli. Kei ndio mtu wa mpira Sana. Mpira unajua. Alafu mimi ninachomkubali Kei. Yaani nyeupe. Acha kidogo. Sio unanielewa? Alafu kija kumwangalia Kei. Yule Kei mwanangu boti moja na mara moja. Yaani yule Chagamba yule Yesi ndio boti lako anapanda. Yule hana kusema Chagamba. Yaani Chagamba unalazimisha yule Yesi eti kwa sababu ya mlugula. Sio Kei yule. Sio yule. Yaani mimi boti lake yule napanda na nalala. Njaa hizo hana. Yaani hata kama anazo njaa zake na balance. Yaani Kei hata kama anazo njaa zake na balance. Chagamba mimi yule mwamba yule sister yangu. Mimi nilibahatika siku ambayo nakutana naye tulikopo nje ya Dar es Salaam. Kwenda kule Kizimkazi. Yule roho yake imenyoka sana mwanangu. KMC1. Roho yake na hivi akanyoka sana. Mpambanaji. Yaani kama ana madhaifu Mwenyezi Mungu ampunguzie. Miraji turudi sasa tumalizie ile goli namna alivyofungwa kwa sababu hata Chalamanda alijua mpira kataushika. Wewe Chagamba. Chalamanda mpira aliona. Wewe unamlaumu nani pale? Anao mkono. Chagamba yale magoli ndio ukisikia Chagamba umlaumu yoyote ndio yale magoli. Kwa sababu ukija kumwangalia yule Makame kaenda kutimiza majukumu yake. Ndio. Maana yake kaenda kukaa engo ya kwanza. Ndio. Na ule mpira ukija kuangalia anaufuata. Hakusimama tu. Kakaa engo ya kwanza anaufuata ule mpira. Ukimwangalia Chalamanda akashaka kwenye posti yake. Maana yake Makame ule mpira ukimpita wa pili ni yeye. Ndio. Sasa muangalie Shashamani. Umewapita wote wawili. Shashamani katokea mbele yao. Alafu kaipiga denge inaitwa denge ile. Chagamba wewe. Pia wanaangalia huko yule. Unaweza kusema Ilani imefatua sasa baada ya azana. Kwa sababu Ilani yuko baada ya azana magharibi tu kabla hajafuturu anapeleka. Yule Shashamani. I say. Yule Chagamba. Yule swala la muda. Na mimi nakwambia Chagamba. Kwa spidi ya Shashamani na kwa spidi ya Yanga wanavyocheza. Mimi nakwambia Chagamba usije ukashangaa ukasikia msimu huu Albert Kangwanda ana assist 17. Kwani mpaka sasa hivi unajua ana assist ngapi? Yaani zitakuwa nyingi ninachomaanisha. Sasa mechi 3 unajua ana assist ngapi? Niambie. Kama sio assist 3 4. Lakini Miraji. Mechi 3 hizo sasa Chagamba. Na pale Chagamba ukiangalia mambo aliyokuwa anafanya Zambia na mambo anayofanya hapa Albert Kangwanda sasa hivi ndo ana 20% kwenye 100. Sawa Miraji, lakini nakukumbusha tu kwamba kile ulichokiona jana na mechi yao ya pili ya ligi bado Aziz Ki hajacheza. Wewe unasema Aziz Ki? Subiri siku ataocheza Selemani Mwalimu atavompigania. Wewe unajua Yanga kulihitaji lao wewe. Kwenye 4 kweli atakwambiaje? Mambo ya Mateja Kezimana anaweza akaja kutokea Jangwani pa. Anaanzia benchi imepatikana penalti anaambia Max usipige subiri wewe. Selemani Mwalimu katokea sina nakatokea kibango pale Msimbazi. Hebu ingia. Mara ingia yako akose. Wewe ule mziki pale Selemani Mwalimu pale bado Stefan Aziz Ki bado katika mchezaji ambaye Chagamba hatari. Si ndio? Anaingia moja kwa moja kwenye kikosi. Stefan Aziz Ki. Umemsikia kocha alivyomzungumzia Sugar Boy Chagamba kwanza Chagamba pale kuna sabu zilifanyika hapa. Ndio. Chansoma anaingia Edmund anaingia Sugar Boy. Sijui unaelewa? Unajua Chagamba mimi nimemsikia Mankoba kwa Sugar Boy. Wewe ukimwita Mangoba sawa tuelewane, mimi ninamuita Mankoba. Sawa. Mimi bwana nimemsikia Mankoba. Unajua makocha kama wale mimi ndo makocha ambao mimi nawakubali. Kwa nini? Kwa nini?
Chagamba no. Yes. Ananyoosha. Ananyoosha. Yaani Chagamba ni makocha kama Sir Alex Ferguson. Amna. Hey. Ipo. Kama Sir Alex Ferguson anamuuza David Beckham Chagamba kwa utovu wa nidhamu. Tunacheza na Real Madrid. Yaani si tunafungwa unamtafuta Victoria Beckham. Wewe. Yaani si tunafungwa. JKT wanasemaje? Yanga wametufungia kwao. Ndio. Waje na kwetu sasa waone kitakachotokea. Mwaka jana JKT anatoa ubingwa mbele ya Yanga ilikuwa wapi? Kwao walikufa ngapi? 2. 3. Unajisaulisha. So alikufa 3 tena ile Yanga yenyewe ya Samjo ya kutafutana. Yanga Samjo kafa 3. Yanga hii ya live. Ya live. Hii Yanga yote marudio hii. Ndio. Hii Yanga live ujue. Hii Yanga kama Mohamed Ali kesha Clay au Mike Tyson. Unapigwa huku Chagamba ngumi unazisikia uchungu wake. Ndio hii. Unaisikilizia. Kwa sababu Mohamed Ali alikuwa anakupiga msumari anakuambia oya, najua hiyo ngumi imekuingia. Unajikaza sasa, subiri inaofuata. Huyo kesha Clay huyo. Mohamed Ali unajikaza. Mohamed Ali akaona kupiga misumari huko anakuongelesha. Mike Tyson yeye linakuja tu ndo Yanga. Yaani Yanga ukimwangalia na style zote mbili. Sometimes anakupiga kama Mohamed Ali anakuongelesha, sometimes anakupiga kama Mike Tyson anakuongelesha. Yaani kimya. Yanga goli la kwanza la pili kakukimbiza kimya. Goli la 3 ndo kaongea, la 4 kaongea. La 4 sio style hizi. Ile sio goli la 4. Chagamba yaani magoli anafunga Rudi van Nistelrooy, anafunga Pipo Inzaghi. Umemshuhudia Inzaghi? Nimemshuhudia. Umemshuhudia? David Trezeguet, Mario Jada ndo anapiga magoli yale. Yaani yaani wewe ndani ya dakika 90 unaweza siwaone. Ndo kama Shashamani. Ukimwona anapiga back pass, ukimwona anapiga pasi ya pembeni, anapiga pasi ya kati. Lakini ndani ya box unasema huyu ameisha. Ndo kile kimetokea. Alafu mwanamume kajisahau kaenda kuruka peke yake, bora aliporuka peke yake. Wakiruka wengi na kela ile. Walirudia bwana. Nimemwona mpaka aliyemleta naye pia nikamwona kule juu. Chagamba lazima ufly kwa sababu Chagamba si umeleta mali. Ndio. Unajua Chagamba kuna sajili ukizifanya, yaani wewe mwenyewe Chagamba kwenye moyo wako unafarijika. Sijui unaelewa? Sajili Yanga aliyofanya Stefan Aziz Ki, yaani moyo wa engineer unafarijika. Sajili aliyofanya kwa Shashamani, Chagamba moyo unafarijika. Sajili aliyofanya kwa Albert Kangwanda, moyo unafarijika. Sajili aliyofanya kwa Zokwane, Chagamba moyo unafarijika. Ni wachezaji ambao Chagamba wanakupa matokeo kwa kila kiwanja. Sijui unaelewa? Yanga ametoa matokeo Zanzibar ujue, mbele ya mnyama ujue. Ndio. Yanga ametoa matokeo mbele ya mzee wangu Kasim Majaliwa. Na Mungo hiyo. Shanaelewa? Yanga anapata matokeo Kino Crane. Na pale Chagamba sio salama. Na mimi ninavyojua Yanga dabi wanaweza kaipeleka pale ujue. Sawa. Yanga ujue. Miraji, twende kwa haraka hadi kwa kifupi sana. Tafuteni uwanja. Jengeni uwanja. Hilo swala la uwanja sio sisi peke yetu. Kuna watu Chagamba hapo walisema wao wanaanza, tunawasubiri. Unajua wale Chagamba wakianza, mimi nakwambia Chagamba na sisi wala tuchelewi. Maana mnanyanyasika. Kwa sababu Chagamba sisi ni kula na doto. Mimi nakwambia ukweli Chagamba. Yaani Chagamba sisi watu wa Simba katika dua ambao tunatakiwa tulifanye. Kuombea Yanga waanze kujenga uwanja. Wakijenga tunanyembe. Mimi nakwambia Chagamba Yanga wakianza kujenga uwanja pressure kwetu itakuwa kubwa. Unajua kwa nini sasa hivi tumeitunza pressure? Tunajua Samjo tunaenda kuwatetea mabosi wetu kwa sababu sisi tunaamini hao wanaotamba wapo vizuri hawawezi, sasa ndio wataweza mabosi wetu. Kumbe tunajisaulisha katika swala la mabadiliko, sisi tumeanza kabla ya Yanga, lakini cha ajabu Yanga ndio kasogea mbele kuliko sisi. Unaelewa? Na katika swala la burudani sisi tumeanza kabla ya Yanga. Lakini hapa ndani Yanga na muendelezo mzuri swala la burudani kuliko sisi. Yanga anatupiga anavyotaka yeye, Yanga anachukua ligi anavyotaka yeye, sio Yanga anakufunga goli idadi anavyotaka yeye. Hizo ni burudani ujue. Inafika hatua. Ni kweli. Inafika hatua mpaka mpira wanaenda kuletea kufuru. Wanasema wanacheza na Madrid na Barcelona au waende zao Uingereza. Tena waomba wakiwa wapole tu. Wapole tu yani kwa upole. Ogopa sana washabiki wa Yanga wakifanya interview wakiwa wapole wanaleta ujeuri. Bora wawe na pressure. Yaani ukimwona mshabiki wa Yanga, unajua Chagamba. Subiri kuna kitu nikwambie. Chagamba hiyo pumba hiyo. Na itakukera. Acha Mungu. Kama ni bumba hiyo. Yaani ukiona mtu katulia shabiki wa Yanga, alafu Yanga katoka kuwa goli jingi. Chagamba hilo dongo lenye pressure hapo pumba ya juu. Unasikia unajua. Ongea tu. Ukitaka kuna mashabiki wa Yanga walipokuwa kafu mshikaji wangu. Mashabiki wa Yanga wana ukatili kweli. Kuna mshabiki mmoja wa Yanga jana alikuwa namsikiliza. Unajua Chagamba mimi ni mshabiki wa shabiki wenzangu. Ndio. Mimi nikitoka kumsikiliza kocha tunachofuata mashabiki. Alafu ndo nawasikiliza wachambuzi wetu. Ndio. Kuna mshabiki mmoja wa Yanga jana alikuwa namsikiliza. Jina lake tu limenitoka. Anakuambia unajua? Ndio. Nimeangalia goli la Shashamani.
lakini Shashamani robo ya Dumbi hajamfikia. Dumbi ya mtu yule alinikera. Haya, umevunja kabisa. Umevunja na kuvunja kabisa. Miraji, mimi naomba tumalize. Naomba tumalize. Eti mshikaji wako baba, yaani hajafika robo anakwambiaje ukiona kitu chochote yako anakitetea. Iko yako ana faida nacho. Kabisa, ndio kubali. Baba katulia. Nimeliona goli la Dumbi la Shashamani. Ni nzuri. Lakini yule hata robo ya ubora wa Dumbi hajafika. Ngoja niondoke. Kuna unafiki mwingine lazima simu yangu hapo. Kuna unafiki unahitaji nguvu. Miraji, kuna unafiki unahitaji nguvu. Wewe Yanga akishinda tunakulia benge. Na cheki huyo mtu. Yanga akiua, sister yangu mama Joshua. Sister yangu mama Joshua si anajua kabisa kama kule ndo ameamka. Kwetu sisi ndo tunalala. Wala kusumbui. Anakurushia tu. Utalema wapi bwana? Ukiwasha data utaika. Anakurushia tu. Anajua hapa kakangu hapa kashaja. Yanga kashaua. Hapa tukipiga mastori hapa tutavunjiana heshima. Nachoshukuru Mungu, mimi dada yangu ananielewa. Ndio. Kakaangu hapa kaja, hapa kakaangu hajajaa. Ujumbe huu ni ufikishe hivi, ujumbe huu ni si ufikishe hivi. Kwa hiyo bwana Chagamba, Yanga akiwa mimi napata tabu sana. Mwarabu Chambu, umeona naye anakurushia tu vyombo. Utakutana naye. Mwarabu Chambu? Mwarabu Chambu bwana kwa Yanga yake bwana hatari sana bwana Chagamba. Bwana Micharazo, kata hivi.